Siku zinakwenda na miaka inasogea, takribani miaka mingi sasa, takribani miaka 10 niko peke yangu porini, ama yuko peke yake msituni. Anajifunza kwa kila anachokiona, na mfumo wa porini anakuja kuelewa kwamba lazima upambane ili uweze kula. Kwa maana wanyama wamekuwa wakiuana wenyewe kwa wenyewe ili maisha yao yaende. Basi na yeye hana budi, anaingia katika mipambano mbalimbali, lakini mara nyingi amekuwa akila viporo vya wanyama. Wanyama wanapozuriana wao kwa wao, basi na yeye ndiyo apate kiporo ili mkate wake upite, ili mkate wake wa siku na yeye upatikane, ili maisha yaende, mpaka pale atakapoanza kuwinda mwenyewe kwa mkono wake na kwa ujuzi wake. Kwa mara nyingi amekuwa akivizia viporo vya wanyama wanavyowinda, basi na yeye akapokonye ili aweze kupata chakula. Basi maisha yalikuwa hivyo. Anafanikiwa kumfukuza igo na yeye apate chochote. Basi haya ndiyo maisha yalivyokuwa. Bwana Sagoma anatazama, anajikumbusha, anakata nyama. Hapa tayari ameshaanza kuingia kwenye teknolojia ya kukata kisu, kukata nyama kwa kutumia kisu cha jiwe. Tayari ameshachonga jiwe kwa mfano wa kisu, sasa anatumia kwa kukata kisu cha jiwe. Bado yupo kwenye zama za Stone Age. Hapa anapata steki safi ya fisi. Ndio maana baadhi ya makabila wanakula nyama ya fisi. Fisi sio tatizo, kwa sababu kumbe hata Bwana Sagoma alikuwa anakula nyama ya fisi. Lakini leo anakumbuka kubeba na akiba ya kwenda kuhifadhi. Kumbe fikra ya kuwa na friji ilianza muda mrefu, lakini kutengenezwa ndio kulichelewa. Basi hayo ndiyo maisha ya Bwana Sagoma ndani ya msitu wa Manyara na Ngorongoro. Hapa anakuja katika siafu na kuwawekea hii. Si kwa maana ya kuwapa chakula, kwa maana ya na wenyewe siafu pia wawe sehemu ya chakula. Kwa maana aliweza kujifunza kwa mdudu yule aliyemkuta anaingiza ulimi katika mashimo, siafu wananasia au mchwa kisha akala. Basi na hii leo funzo lile limekuwa likiendelea, na yeye anapata kuwa nasa wa siafu kwa mfumo huu. Alikuwa imara sana kuweza kuwatafuna siafu.
jeshi moja kubwa sana. Lakini hapa kuna simba kwenda kukutana na mnyama mkali. Atamuweza kweli huyu? Simba ni simba tu. Utakapomuona simba lazima moyo wako upate tatizo. Simba wanatisha bwana. Lakini anajaribu kitu hapa, kama atamuweza kumfukuza huyu. Ana simba ni mkorofi bwana. Ngoja tuone. Anakimbia, anamfukuza. Basi makimbizano yalikuwa hayo baina ya simba na Sagoma. Sagoma amekuwa akimkimbia simba. Kaja katika jiwe hapa akaanguka na kujificha. Simba naye akafika maeneo haya pasi na kumuona bwana Sagoma. Okay. Da. Basi maisha ya bwana Sagoma yaliendelea kuwa hivi. Kila siku anagundua kitu kipya. Kila siku anagundua kitu kingine. Na leo anatengeneza fagio. Hatujajua atafagia nini. Na yule simba anazidi kumsumbua. Lakini leo amebuni fagio. Leo ameweza kufanikiwa kutengeneza moto. Wow. Wow. Simba naye anastaajabu kuona moto, kitu ambacho alikuwa hakifahamu. Basi leo bwana Sagoma amegundua kitu kinachoitwa moto. Tuendelee katika episode inayofuata ya bwana Sagoma.